Hello guy, karibu katika channel yetu ya Melisha Computer Class. Mwendelezo wa topic ambazo tumekuwa tukizitoa za kozi mbalimbali kama Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Access Database, Microsoft Publisher Design na kozi nyingine mbalimbali. Leo tupo katika mwendelezo wa Microsoft Access Database. Leo nitakuelekeza namna ya kurekodi data entry form au namna ya kuandaa kutengeneza data entry form kupitia Microsoft Access Database. Na record data kwa kutumia datasheet, lakini leo nitakuelekeza mfumo mwingine ama njia nyingine ya kurekodi data namna hii kupitia data form au data entry form. So nini cha kufanya? Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, utalibonyeza mara moja ili kuendelea kuangalia hii video. So moja kwa moja nitaenda kufungua Microsoft Access Database. Tayari nimeshaifungua. Nitatengeneza database once, kwa hiyo nita click and then nitaandika jina la database, yani database name hapa chini. Kwa hiyo nitafuta okay, hapa database name nitaandika db1 db database 1, maana database 1 db1, and then nita click neno create hapa chini. Kwa hiyo tayari nimetengeneza database ama db1. Sasa ndani ya database nitatengeneza table kwanza kama kawaida. Kwa nita create table. Kwa jinsi ya create table kupitia design view, nita click hapa, sababu unaweza nikafungua katika view ama nikaingia hapa katika view nikafanya choice, kwa maana kuna data sheet lakini pia kuna data design view, sio? Kwa mimi nita click design view. Isipokuwa ukiklik moja kwa moja hapa, maana yake data design view itafunguka tu. Kwa hiyo uta click. Baada ya kuklik hapo utaandika table name. Kwa hiyo utaandika tbl1 kwa maana table 1, yes, and then nita click okay. Kwa hiyo hapa itakuwa tayari mimi nimetengeneza table. This is a primary key, hii ni primary key. Kwa hiyo okay, nitafuta hapa, nitaweka serial number, serial number, nitatumia tab. Serial number nitaacha kama ilivyo, ni auto number, and then nitaandika hapa registration number. Registration number nitaweka ID au nitachagua numbers, nitachagua text, and then nitaandika first name. Katika data type first name ni text kwa maana ni maneno, kwa hiyo nitaacha kama ilivyo. Nitatumia tena tab guys. Last name nitaacha text, okay. Gender, gender kwa maana ya jinsia nitachagua hapa ni text kwa maana ni male au female, lakini pia naweza nikachagua kwa kutumia lookup wizard, sio? Nita click lookup wizard. Baada ya kuclick lookup wizard nitaingia katika I will type in this value that I want. Nitatia tick hapa and then nita click next. Baada ya hapo nitaandika kile ambacho nahitaji kukitumia kwa maana ya male. Nita press tab katika keyboard and then nitaandika female, kisha nita click next. Baada ya kuclick next nita click finish and then nitaendelea mbele kutumia tab. Nitaandika date of birth, okay, date of birth, date of birth, date of birth utachagua date and time. Kwa hiyo utaingia hapa date and time, okay, kisha nitaweka age
kwa maana ya umri. Age nitaweka hapa numbers. Okay, marital status. Marital status. Sasa hapa nataka kujua kama huyu mtu kaoa au hajaoa au kaolewa au hajaolewa. Kwa hiyo maana yes or no, utaweka yes or no. Yes, this one uta click. Lakini pia nitaweka maana ya address. Ta press tab, taacha text. Email. Nitaweka hapa city. City text. Okay, email ID. Email ID. Okay, hyperlink. Alafu taweka picha. Yes, hii picha utachagua attachment kwa maana hili ni file, kwa hiyo utakwenda ku attach. Kwa hiyo nitaweka hii. Baada ya hapo tayari itakuwa nimemaliza kuingiza data field, alafu na data name tayari itakuwa nimeziseti. Kwa hiyo hatua ya kwanza, hivi ni vitu ambavyo nitakwenda kuviingiza katika fomu yangu, sio naenda kutengeneza data form ama naenda kuingiza data kwa kutumia data entry. Kwa hiyo nitafunga hapa. Okay, hizi text naweza kaweka kwa punguza hata 30. Okay, text kaweka hapa 30. Field size katika required humu kafungua ukaweka yes. Okay, 30 field size required ukaweka yes. Okay, 30. Yes, this one. Okay, 30. Yes guys, na nyingine hizo utakuwa unaziset kama hivyo, zile ambazo zitakuwa ziko over 30. Kwa hiyo utakuwa unaziweka maximum field size ama una set unazotaka, sio lazima uweke 30. Unaweza kaweka 10, inategemea na text ambazo zitakuwa zitumia hapa mnaziandika. So guys, hapo utakuwa tayari umetengeneza, umeingiza field name na data type. Kwa hiyo uta close au uta right click hapa katika TB1 and then uta save. Baada ya kusave uta close. Kwa hiyo hapa itakuwa tayari maana. Sasa utafungua table yako. Kikawaida unapoingiza data kwa kutumia data sheet, maana yake unatakiwa click hapo registration number, namba 1, first name utaandika Adil. Hiyo ni data sheet, sio data entry. First name last name Deo. Yes, like this. Kwa hiyo hii ni data sheet, namna gani ya kuingiza data kwa kutumia data sheet katika mfumo wa table. So mimi naenda kuelekeza namna ya kuingiza data kwa kutumia data form. Okay, okay, nitafungua table yangu kisha nitakwenda katika create. Click create. Baada ya kuclick create nitaenda katika form wizard. Hii ni Microsoft Access database lakini ni Office ya 2007, kwa hiyo kidogo utaingia katika more forms. Baada ya kuclick more form utaenda katika form wizard. Okay, click form wizard. Baada ya kuclick form wizard utaangalia data type ama utaselect aina ya data ambayo unataka kulitengezea data entry kwa maana ya entry form. Kwa hiyo table yangu ni hii hapa TBL1 na hizi ni field available. Kwa hiyo utaselect kile ambacho unataka kukitumia, au kama ni zote hizi unaenda kuziingiza katika fomu yako. Kwa hiyo utakliki hapa kwa maana hapo zote zitaingia katika sehemu hii, na hapa ni kuzitoa zote kwa pamoja
hapo unaziingiza hapo, unatoa moja moja na hapo unaingiza moja moja. So uta click next. Okay, baada ya ku click next, what would you like for this form or for your form? Kwa hiyo ni columnar. Utachagua form aina ya columnar and then uta click next. Uta click tena next. Sasa hapa utaandika form entry, maana utaandika form data entry form, kisha utakliki modify. Okay, kwa hiyo form yako title yake itakuwa inaitwa data entry form. Kwa hiyo ile table sasa hivi tumeondoka, table 1 hii itakuwa ni form. Kwa hiyo hapa tayari tumeipa jina, and then wewe utaklik modify the form design, kisha utaklik finish. Yes, sasa hapa tayari form yako imefunguka, na hii ndio system yako ambayo imetokea hapa. Kwa hiyo form yako imefunguka namna hii. Tapunguza kidogo hivi. Okay, sasa hii unaweza kachukua kidogo hivi. Okay, sorry. Hapo unaweza uka highlight. Yes, uka change color, alafu ka bold, fonts ka change pia, and then hapo ka change color au background color uka change. Okay, kama hivi. Yes, yeah. Alafu ukaendelea kupunguza hizi au ukachukua design, ukaenda katika design, utaklik mara moja. Baada ya kuklik design, utaklik button. Yes, utaklik button, kisha hii unaweza ukachora hapa. Sorry. Yes, baada ya kuchora hii command, utaklik record operations, kisha hapa utaklik add a new record. Kwa hiyo utaklik next, alafu utatia tiki kwenye text hapa neno record au add record, utafuta add record, utaandika new. Yes, utaandika new hapa, kisha utaklik finish, kwa maana hapa new tayari itakaa. Kisha unaweza ukafuta kidogo hivi, utaenda tena katika button, utachora hapa box kingine like this. Okay, record operation. Sasa hivi utaandika hiyo add record new, utatia tick katika next, sorry, text, and then hapo utafuta, utaandika save okay, refresh. Okay, sasa hapo utaacha space kidogo, kisha utaklik finish. Kwa hiyo hapa tayari nayo refresh itakaa kama hivi guys. Sorry. Yes, utapandisha juu kidogo hivi kwa ajili ya kuweza kuset kwa pamoja. Okay, and then utachukua tena hii button, utachora hapa. Hii ni okay, record operation, na hii ni delete record. Sasa hivi utabadilisha, utaweka delete record next, text, sorry, delete finish. Yes, hapo itakuwa nimemaliza. Kwa hiyo utaweza
select kwa pamoja hizi. Yes, tupandisha juu kidogo. Utaweza kuchange color, alafu unaweza kubold. Yes, utazidisha kidogo upana, hii itatanua kidogo. Yes, delete, unaweza ka highlight kisha ka change color. Delete, katanua kidogo hapa. Yes, and then utaenda kusave kwa maana ya ku right click and then uka save. Baada ya hapo unaweza ukafunga table, ukafunga. Kisha ukienda kufungua tena sasa data entry utakuta ipo katika namna hii. Okay guys, sasa hivi tunakwenda kubadilisha background. Kwa hiyo nita right click kisha nitafungua kupitia design view. Kwa hiyo nitafungua hapa. Jambo la kwanza nitapunguza size ya hii box la picha. Okay, picha yangu nitaipunguza. Kiangalia picha yako ni kubwa, kwa hiyo unaweza ukaipunguza kidogo kama hapo. Okay. Yes. Kisha uka highlight hii sehemu yote, uka highlight. Okay. Hapo ukaweza kuchange au ukaweza ku right click. Baada ya ku right click kama vile fill back color, kwa hiyo utachagua color kama unavyoiona hiyo, kisha ukaweza kubadilisha. Hapo uta highlight tena. Okay, color hapo uka bold. Okay, change color kisha uka bold and then uka save kwa maana ya ku right click kisha uka click neno save, baadaye ukafunga hapa. Sasa hivi naenda kufungua tena. Nini kimetokea? What happened? What the results? Utafungua hapa katika data entry, utakuta tayari zimebadilika. Okay, hapa kidogo picha haipo sawa, kwa hiyo itakuelekeza namna ya kuweka picha yako hapa. Sasa kinachotakiwa hapa ni kwenda kuingiza hizi data. Jinsi ya kuingiza hizi data hapa, tutakuwa na matable mawili. Tutakuwa na table la kwanza hili ambalo ni data sheet, alafu tutakuwa na table number 2 ili hapa ambalo sasa hili ni data entry form. Kwa hiyo sasa hapa nitakuelekeza namna ya kuingiza hizi data. Hii namba 1, kwa hiyo hapo katika new hapa hutoweka kitu, serial number, hiyo ni namba 1 automatically itajiseti. Kwa hiyo wewe uta press tab. Ukipress tab hapo utaweka registration number ni MZ1 au 01. Okay, first name ni Jamal, last name Jamal Ali. Okay, genders utachagua hapa male. Date of birth, hii ni kalenda, kwa hiyo unaweza ukachagua hapa. Hii ni kalenda, kwa hiyo utachagua hapa. Okay, age, marital status, kama ameshaoa utatia tiki na kama bado utaacha kama ilivyo. Address utakuwa nakaa Mombasa City Zanzibar. Email ni jamal@gmail.com. Okay, sasa hapa jinsi ya kuingiza picha nitakuelekeza, lakini sasa hivi kwanza nitakwenda kusave kwa sababu hiyo itakuwa ni mtu namba 1, namba 1. Hapa itakuwa ni namba 1 tayari tulishamuingiza, kwa hiyo namba 2 na taenda kufuta kule baadaye. Nitakuelekeza namna ya kufuta ile data. Kwa hiyo nita click neno save and refresh. Okay, save and refresh, alafu nita click hii this one, save all.
Okay, save and refresh. And then nita click new kwa maana tayari hapa nita press tab. Tab MZ serial number MZ 02 kwaju sorry 2026 tab Ibrahim Saleh. Okay, mail, date of birth, kalenda utachagua katika kalenda au kama this days today. Tab marital status Sauni, Sauni Zanzibar. Okay, email 1228 gmail.com, and then nita save and refresh, kisha nita close. Sasa hapa jinsi ya kuona zile data zimeingiaje, maana yake uta save au refresh. Click hapa, maana yake data zote itakuwa tayari all refresh all tayari imekuwa saved, ama tayari itakuwa data zako zimeingia hapa. Hii ni system ya kutumia data entry. Kwa hiyo utafuta hapa, utapunguza kidogo. Okay, new, how to delete, jinsi ya kufuta hizo data. Taangalia hapa delete data. Are you sure you want to delete? Yes. Okay, au namba ngapi? Number 1. Sorry, close. Sasa jinsi ya kuweka hiyo picha, nita double click hapa, alafu nita click attach, nita double click kisha nita click add. Baada ya hapa nitaenda kutafuta picha. Kama kuna picha ambayo imewekwa sehemu, kama umeiweka hapo, tutakwenda kuchagua hiyo picha iko wapi. Drive C for example, drive C hapa. Kama kuna picha zako tayari umeshaziweka, tafuta hizo picha. Okay, for example tachagua picha yoyote ile. Nitaweka picha ambayo kama ni sample. Okay. Yes, alafu open kisha okay. Kwa picha yako tayari hapa itakuwa imekaa. Okay, alafu na save, na right click hapa kisha uta save. Hii namna ya kurekodi data entry ama kutengeneza data kutumia ama kuingiza data kutumia data entry. Okay, yes guys, hii ilikuwa ni namna ya kurekodi ama ya kutengeneza data entry ama data form entry, na ni tofauti kidogo na ile data sheet, namna gani tunaweza kuingiza hizo data kwa kutumia mfumo wa kawaida. Kwa hiyo sasa naenda kuelekeza kitu kingine.